sawa. Kulingana na mimi nimeshakaa kwenye familia, kwenye ndoa miaka mingi, nishapitia changamoto nyingi. Sawa. Nikisema moja kwa moja eti nifanye mimi maamuzi yangu, nitakuwa nawaingilia. Lakini kaka, sio kuingilia. Unanisaidia. Sawa. Ndugu wangu, kwa ushauri. Mimi ushauri. Hebu uende kwa ndugu wa familia ya mwanaume. Uongee nao kwanza. Uwasikie wanasemaje. Kabla mimi sijafanya maamuzi yangu magumu. Mimi na maamuzi magumu sana. Sasa mdogo wangu, umenielezea matatizo yako na shida zako zote. Message umenionyesha. Pole mdogo wangu. Unapitia magumu. Kwa ushahidi huu unapitia magumu. Pole sana. Sasa kwa mila zetu za huku tumeshakula mali. Tumepokea ving'ombe na vimbuzi, mablangeti ya bibi, majembe ya bibi. Sasa mdogo wangu, nikiwa kama mtu mzima mdogo wangu, kama umeshinda kukaa hapa, yeye uondoke uende kwa mama yako. Mbona sasa sawa? Nani kwa sahihi? Mama na ndugu. Sababu ujinga. Isaac on the beat. Ndio kunajua hapa mtumbo. Hebu au kabla ya kutoa wazo langu, nisikilize baba, wewe na ushauri. Japokuwa mimi naomba tu sasa kunapata nyingi kuachana. Sikiliza kaka, sikiliza. Unakumbuka yule wifi Esther? Alikuwa anafanya nini? Si lakini mpaka mwisho kama mdogo wangu ni ukomavu. Watu wazima. Sasa mdogo wangu, tuachane na hayo issue ya wifi yako Esther. Umesikia? Hayo alishapita, usifufue makaburi. Ila mimi nikushauri kitu kimoja. Tumekula vya watu. Usikiza. Mimi naweza kufanya maamuzi. Afu maamuzi nikatili sana. Sawa? Lakini najaribu kurudisha moyo wangu nyuma kwa sababu ya mali tulizopokea. Tumepokea ng'ombe nyingi sana. Kiasi kwamba hata mimi na nafikiria kuongeza mke. Umesikia? Mdogo wangu. Lakini nikuulize swali kwanza. Kwani unajaribu kuongea na ndugu wa mume wako? Akiendelea kama nitaona mabadiliko, naweza kuwaambia tena tunaloendelea. Kwa hiyo wenyewe wataamua kufanyaje. Sasa mimi kwa ushauri, namba zao ninazo, lakini siwezi moja kwa moja kuwacheki, sababu nikiwacheki mimi ni mkorofi sana na maamuzi magumu, tutasumbuana. Ila kwa sababu hili janga limekukuta wewe, hii shida ni ya kwako, hebu wewe anza nalo, jaribu kuongea na wale ndugu. Kuna kaka mkubwa pale na kuna kaka mdogo, wewe jaribu kuongea nao
Sawa. Ikishindikana kule nirudishe kwangu. Nirudishe kwangu, mimi nitafanya maamuzi. Kama wale wameshindwa, wewe siwezi kukutupa, wewe ndugu yangu. Nikutupe wewe nabaki na nani? Wewe ni ndugu yangu pekee nilobaki naye. Sina ndugu mwingine. Ndugu yangu nani? Nikikutupa wewe nitabaki na nani kateseke? Jambo la msingi, fuatilia, nenda fanya maongezi, uongee nao, alafu mrejesho niletee mimi. Wakishindwa nitamaliza mimi. Mimi ndo ndugu yako, mimi ndo baba yako, mimi ndo mwakilishi wa mama yako. Sawa? Kama tulivyoongea, wewe ndo ndugu yangu ulibaki, sina ndugu mwingine. Sawa bwana, fuatilia na kushauri, ila zingatia, wakishindwa kama wewe anakuwa na kuvuruga, bado mbichi bwana, ndugu yangu, bado mbichi, bado kabisa yani. Ndugu wangu wewe, na ndugu mwingine bwana, na wewe tu ndio afya yangu. Nazingatia. Sawa sawa. Kama nyumbani, migombani, mdogo. Haina shida mdogo wangu, nitazingatia. Haya, wewe fuata afu nipe mrejesho. Haya. Ufike salama. Haya. Mdogo wangu bwana. Nikizeka huyu ndo atakayenilea. Kamwana wewe kuumia. Oh, mwana mama yako. Ana mtoto huyu. Kengele. Anazingua. Karibu shemeji. Asante shemeji. Baba. Sijali. Taratibu baba. Naam. Ndio. Watoto kama yapi shemeji? Najua shemeji, unajua huyo mdogo wako ananisumbua sana. Shida ni? Yaani mara nyingi namkuta na wanawake, yaani nikimwambia hachi, anasema tu nitaacha, nitabadilika, si nenda, lakini bado anaendelea. Kama leo nimemkuta na message nyingine ya wanawake. Nimemwambia kwa nini unafanya hivi, kaanza kumtukana, kaanza kunipiga. Ananiambia ondoka, wewe mwanamke gani, mimi ndo mwanaume na mamlaka. Sasa ni maisha kweli? Hata simu hapa. Message zake. Kama ushauri, mimi kwa kweli naomba tu ushauri. Maana mimi kitu ambacho nimeamua tu ni waombe nyewe ushauri, kishindikana mimi niachane.
Na angalia message yako. Isome kabisa shemeji. Vipi mpenzi wangu? Uko wapi? Ila shemu. Navumilia vingi. Lakini sasa shemeji. Sasa udogo kwa kweli ni mpumbavu. Udogo ni mpumbavu kweli. Unajua shemeji, mimi nimefika mwisho. Mimi ndugu yenu huyu, mimi nakuja kumwacha. Nimechoka, yani nimefika mwisho. Habadiliki. Nachokuomba kitu. Mimi ningekuwa nafanyia hivyo angejisikiaje? Au nyewe mngenichukuliaje mimi? Nakuomba kitu kimoja. Kama ulivyovumilia mwanzoni, naomba uende kuvumilia. Hamna bana, hamna sema bana. Hapana. Unaniamini? Huyu mtoto mdogo sana kwangu. Hii taarifa nikimpa baba. Tutamzika asubuhi mapema. Ila nachokiomba kesho asubuhi na mapema. Sawa? Naweza nikaja huko nyumbani au nikamtuma kijana wangu Swaibu. Sawa? Anitie babake mdogo huyo. Sawa? Usijali. Shemeji yako. Usijali. Sawa shemeji yangu. Sawa? Shem? Hapana. Usilie shemeji yangu. Shemeji yangu. Bwana nakupenda sana afu na haya mambo yani mimi yani siko sawa. Hauko sawa kivipi? Siko sawa. Yani hebu sawa ile kitu. Sawa? Kesho. Baba nikimwambia hizi taarifa nadhani kadondoka tukamzika. Bangu mwenyewe ameshakuwa mgonjwa. Unasikia shem? Ishakuwa usiku sasa hivi. Sasa hivi inaelekea saa 5. Sawa? Pumzike. Kuwa na amani, sawa? Ukagombana huko? Hamna. Usiku mwema. Utajiepusha afya. Usiku mwema shemeji. Sawa, huyu mtoto ni mpumbavu. Yaani na huyu mtoto shemeji yangu nitamfukuza muda si mrefu, nitamfukuza nyumba. Unaona hata kwa kama nitamfukuza. Mtoto ni mjinga. Haujamlea vizuri tangu akiwa kwa singepinda sasa hivi. Sasa mimi kwa hiyo shemeji, babangu ndio aoshe vyombo. Mimi nimeenda kutafuta. Babangu aoshe vyombo. Ndio maana nakwambia hujamlea, akambale mkunje angali mbichi. Tamvunja miguu. Usimvunje, ukivunja wewe ndio hizo kazi unazipenda. Bora mimi ameshinda kuvunja miguu muone. Haya bana. Shemeji. Shemu huyo. Bwana mambo mengi. Choni unasahau kumsaidia mzee. Samahani. Mzee. Baba. Wako anaondoka kwenda nyumbani. Anakuchanganya? Hapana, alikuwa na shida changamoto tu 1 2 3 tu nimeshazimaliza. Amani ipo nyumbani. Jem, ufike salama sawa? Usijali. Mzee kaa kwanza. Sawa. Bwana amani sawa? Haya mwanangu. Shem kwaheri. Baba kwaheri. Nembo wangu.